Mume wangu, mume wangu, mume wangu, mume wangu, umepatwa na nini? Sikiliza mume wangu, kuna kitu kinakusumbua. Kila siku nakwambia kuhusu Bobo, unakaidi. Na leo umemtaja Bobo hapa. Iko kinachokusumbua. Usipokisema utakufa. Nishakwambia mficha maradhi kifo umumbua. Mimi najua kabisa kuna kitu kinakutesa. Sasa naomba nisikilize. Ukikucha ili tuweze kwenda kwa mtaalamu. Mimi najua kabisa una matatizo wewe. Lakini unaficha ficha. Tulale. Kesho nitakupeleka sehemu. Sasa hapa ndo maeneo ambapo nimehifadhi hiyo pesa. Ina maana ile eneo la tukio ile. Sehemu yenyewe unapona hapo? Kwenye hicho kijiti hicho. We, hapo kwenye iko kigogo hapo? Hapo nimeweka kama alama. Ila kwa chini ndo kuna hela. Sasa hapa tungepata kama chepe hivi. Tukaweza kufanyaje? Kuchimba tukaondoka nazo hizi. Acha haraka. Punguza pupa. Sasa hivi hapa mchana tunaweza tukachimbua watu wakatuona. Tuje usiku tukiwa kabisa tumebeba na kiloba cha kubebea, tukizichimbua tunaziingiza. Au unaonaje? Sasa si tumefuata hela chini, kuna mfuko. Achana na mfuko. Huo mfuko unajua mtu ukishika hivi anaweza kagundua. Unajua hela inanukia. Ila tukilipata loba tukadumbukiza mule, hakuna mtu atakayejua. Tuondoke tu turudi nyumbani. Baadaye usiku tutakuja. Basi sawa, tuondoke ili wasitushtukie. Sasa naomba unisikize kwa makini. Usije ukamwambia mtu yoyote hii issue au kumuonesha kwamba kama hela ziko pale. Labda wewe ndo nigeuke mimi. Lakini mimi nimekuamini wewe, nimekuleta hapa. Wewe ndo nigeuke mimi. Siwezi kukuzunguka. Hii siri ni watu hao wawili. Mimi pamoja na wewe. Tuondoke. Tutarudi baadaye usiku kuchukua mzigo wetu. Tuondoke. Ndio muda wa mimi kuwa bilionea. Karibu mama mdogo. Asante. Mzima? Mzima. Mama yako yupo? Afu umepishana naye sio muda, kaenda sokoni ila atawahi kurudi. Basi sawa, haina shida. Nikuulize kitu? Ndiyo. Hivi Tausi, ushawahi kukutana na mume wangu? Au mna ugomvi wewe na mume wangu? Hapana. Ila ninachokumbuka. Nashukuru kwanza kwa kuitikia wito wangu. Unajua kiukweli nikikutazama unanivuruga sana kichwa changu. Mpaka kukuita huku nimeona tuje tuzungumze kirefu. Nimetokea kukupenda sana. Yaani ni mwanamke ambaye unanivuruga kiukweli. Kwa hiyo lengo ni kukufikishia ujumbe. Nakuhitaji wewe mpenzi wangu. Wewe baba mwenye nyumba. Hiki unachokiongea umekifikiria kweli? Nimefikiria na ndio maana nimekuita huku tuongee. Ningekuwa sijafikiria tungeweza kukutania hata kule. Lakini kwa nini nimekuita huku? Sikutaka mambo kuwa mengi. Ushanielewa? Kiukweli ninachokizungumza kinatoka moyoni. Nakuhitaji, nakupenda. Tambua hilo. Hivyo si unajua kama mimi mke wa mtu na wewe una mkeo? Natambua. Natambua kama wewe ni mke wa mtu. Lakini pia si unajua kama mimi ni mume wa mtu. Na ndio maana nimekuita huku tuzungumze. Shida iko wapi?
nisikilize wewe mtu mzima ovyo. Mimi sikuhitaji na wala sikutaki. Na unapoendelea kunisumbua na kunifuatilia, nitamwambia mkeo na mimi nitamwambia mume wangu. Usifanye hivyo. Wewe ni mtu mzima. Yaani wewe ni mtu mzima. Sijaona kama kuna shida yoyote hapa. Mimi siwezi kumwambia mumeo. Naamini hata wewe huwezi kumwambia mke wangu. Shida nini? Shida nini Tausi? Na ukiendelea kunifuatilia, nitakufanya kitu kibaya. Okay. Kumbe jasiri hivyo. Jasiri kumbe wewe. Sawa. Nataka kunifanya mimi kitu kibaya? Haina shida. Ila mimi nitakuonyesha. Hicho ndo ninachokumbuka mimi. Basi sawa, haina shida. Lakini toka urudi ushawahi kukutana na mume wako? Hapana mama mdogo, sijawahi kukutana naye kabisa. Sasa atakuwa yuko wapi? Hujawahi kusikia taarifa zake zozote zile? Hapana mama mdogo. Basi sawa, yatapita. Ni mapito tu ya dunia. Usiwaze mwanangu. Sawa mama mdogo, hamna shida. Sasa sijui atachelewa. Hapana mama mdogo, unaweza kumsubiri tu. Nahisi kama yupo njiani anakuja. Bwana, nitakuja baadaye. Subiri kwanza niwahi nyumbani. Basi sawa, hamna shida. Akija nitamwambia. Haya, sawa. Usiku ulilala fresh. Halo. Huyo bwege wako umemwacha wapi? Fanya kama unaona shoga yangu, nimelifungia humu ndani. Nimemwambia nisubiri hapa hapa na hakuna kutoka nje. Naenda kununua mazagazaga tuje tupike tule. Mimi ndo huu mguu hapa kwako. Haya shoga yangu, kwa hiyo wewe hapa unataka tufanyaje? Mpango wangu mimi ni ule ule. Unyanyue ngoko zako, ninyanyue ngoko zangu, twende ukauchukue ule mzigo. Maana ile sehemu sio salama. Kaka, tunaweza mwenzetu akauchota. Hapo shoga yangu. Huo mzigo tunaenda kuchukua. Tukubaliane hapa nchi kavu. Maana tukishafika huko baharini na kwa heka. Tunagawanaje? We koma wewe. Mbona hata mchongo mtamaa kabla tujafika huko? Hata hizo hela zenyewe tujazishika mikononi. Unataka mchongo sijui kugawana, nisikilize. Mimi ndo nilokupa dili wewe. Sasa basi, mimi nachukua kilo moja, wewe unakupa nusu. Na sitaki maneno. Nadhani umenielewa. Wewe, kwani wewe hujaona shoga yako mwingine akumpekea mchongo bado umeniletea mimi? Umeniletea mimi kwa sababu mimi udugu wako na kufaa kwenye ziki na raha. Shoga yangu wewe fanya tugawane pasu kwa pasu. Wewe, acha maneno basi. Hem kinyanyua hapo twende. Haya sawa, ngoja nikachukue chepe ndani twende tukazifuate hizo hela maana sio kanilaza njaa. Mimi ndo nikupe mchongo afu nipangie masharti ya kukupa hela. Unawazimu nini? Haya maisha ya dilini ya kuhangaika mimi ya kutangatanga, wakati mimi sijaua mtu yoyote yule. Inabidi nisimame kuyapambania maisha yangu. Vipi mwanangu? Freshi. Sikutegemea kukuona huko. Bwana, imekuwa kama bahati. Yaani kasema ngoja nizunguke katika yale machaka yetu yote tulikuwa tunajificha, naweza nikagumiana naye huyu jamaa. Bwana, tangia tulivyoachana pale hata mawasiliano hakuna. Mimi kidogo kichwa changu hakiko sawa. Nikaona kidogo nije haya mazingira niweze kutuliza akili. Sasa hivi unaishi wapi Kinyota? Maisha yangu mimi naishi Kandege tu. Yaani anatua kwenye mti huu, anatua kwenye mti huu, anatua kwenye mti huu. Yaani sina makazi maalum. Ila mimi kuna binti mmoja kidogo amenihifadhi. Nilijaribu kidogo kutumia akili zangu za kuzalia kuhakikisha kwamba namteka kihisia yule mtoto wa kike, ili mradi nipate hifadhi baada ya wewe kunipata. Kwa mwanangu, kwa bora utafute deme sasa, ili mradi upate hifadhi na mazingira mengine, au si? Hapana. So kwamba nimepata mwanamke, hapana. Ile mtoto wa kike bwana, unajua mtoto wa kike tamaa nyingi.
Maana mwanamke ili akusaidie, usiende kwamba naomba unisaidie. Nenda ukamtangulizie vitu ambavyo unavijua. Kwa hiyo mwanamke nilimwambia bwana, mimi nipo hapa na pesa. Wewe ndo una pesa? Nikamwambia kuna pesa, kuna sehemu nimezihifadhi, kwa hiyo nipe kidogo hifadhi, baada hapo tutaenda tuzichukue. Kiasi cha pesa kikubwa sana. Kianza kikakubadilishia hata maisha. Kwa hiyo mtoto wa kike akaona huyu mwanaume, akaingia kingi. Mwanamke gani? Kuna bidada fulani hivi mweupe. Nishawahi kukutana naye kwenye misala yangu hii. Ila mwisho siku akanielewa. Huyo sio Chuchu kweli wewe? Exactly. Ndo yeye. Ndo maana hapa sasa kuna kitu kimenijia. Unajua yule dada mimi nafahamiana naye sana. Hata lile baibui ambalo nilokuletea nilienda kuliazima kwake. Akawa ananijasi, sio alisema akakukuta siku amekuwa ameonana na wewe sijui. Si unajua complain lakini nilipomrudishia mambo akawa yameisha. Sasa kuna siku tukakutana njiani. Baada ya kukutana njiani kuniona tu Masoya, wewe akili hauna. Nilikuwa nakuona mjanja, kumbe mpumbavu tu, umekaa na fuko la hela ndani unalipiga teki. Sasa mimi fuko la hela gani? Kumbe fuko la hela yenyewe ndo wewe. Mimi fuko la hela. Kwa ndo maana kanichukua kanitia ndani pale, ila sasa hizo hela zenyewe hajaanza hata kuzitumia. Sasa kuna vitu navifikiria sana hapa vinaniumiza kichwa. Haya maisha nitachimba kalini. Sasa mwanangu, mbiki hicho nileta hapa bwana kitu kimoja. Maana hapa imekuwa kama bahati. Jana alikuja shemeji ambaye ni mkeo. Alinifuata nyumbani pale. Kunifuata nyumbani, lengo kutaka kujua wewe upo wapi. Nikampa situation yote jinsi ilivyo mpaka mara mwisho tunaachana. Yacho kwa anasema yeye kwamba tangia aondoke akikupigia simu upatikane, maana aliondoka alienda kwa bibi yake. Amerudi ana muda. Sio ndo kwanza na siku ya pili tangia arudi. Kwa hiyo akafika pale. Baada ya kumalizia hivyo akaniomba kwamba nimsaidie tukutafute tujue wapi ulipo. Kondo nikaanza sasa, nikaona cha msingi nipite kwenye machaka yetu yote naweza nikamgumia. Ndio imekuwa kama bahati nimekukuta hapa. Kwa wife ananitafuta. Mke wako anakutafuta. Issue sijui mimi itanipeleka mpaka lini. Issue natamani sana kukaa na familia yangu. Lakini Kinyota, mimi kuna jambo mpaka sasa hivi linanichanganya kichwa ujue. Yaani nakaa nafikiria bado sitalipatia maana. Unajua ile siku baada ya kuachana na wewe pale, nimemove watu wakazaa, nikakutana na Bobo. Umeona? Wewe umekutana na Bobo. Yaani linatokea tu hivi pa, na yeye anatokea kwa hivi anapita hapa mbele yangu, ana sigara, anatimua moshi kama trekta lipo shamba. Bobo hivi namuona uso kwa macho. Sijasimuliwa, sijaota kusema labda ndoto, wala sina maluelue na macho hivi. Bobo. Yaani kuna kitu hapa kinanivuruga. Sijaelewa kuna nini. Yaani nikwambie kitu ndugu yangu. Huu ni mchezo. Yaani kuna mtu tu anakuchezea mchezo. Wewe unakimbia maisha yako, unakimbia familia yako, unatangatanga. Ukiwa unajua kwamba Bobo amefariki lakini Bobo hajafa. Nasikize nikwambie kitu Kinyota. Tunabidi tushikamane kwa ushirikiano mkubwa. Tulifuatilie hili jambo. La sivyo utaisha kutangatanga hivyo maisha yako yote, utafanya jambo la maana au utoka kuisimamia familia yako. Ni nani yuko nyuma ya hili jambo? Hapo sasa hapo ndo unabidi uwe makini. La sivyo itakuwa kama mitabachani, amza kanuni unaenda jela. Mtu ambao umemuua yupo duniani unamwacha anaishi. Tutulize akili. Tutafute suluhisho hili jambo. Bobo hajafa. Bobo yupo hai, kuna mchezo unachezewa. Mimi nimekuelewa. Huu mchoro ni mkubwa sana na sio kitu kidogo. Na anayefanya hivi ananijua vizuri kabisa. Nitakuwa kuna kitu anakitaka kutoka kwangu. Basi itabidi tufanye hivi. Tuone wapi tunaishia. Sawa, sio ndo unabidi uwashe simu sasa. Mambo kutafuta na kwa tochi haya.
tuwashe simu, tunapanga mipango kwenye simu, tunakutana wapi, tunaanzia wapi kwenye simu. Mimi nashukuru ndugu yangu kwa kunielewa. Nafurahi sana kuipata faraja kwa mara nyingine tena. Maana nilikuwa najiuliza ni wapi naanzia. Sawa. Nilizaliwa mtaa, haina ramani, vumbi miguuni, ndoto kichwani. Samahani kwa kukusumbua. Bila samani, nakusikiliza. Nimekuita huku kwa lengo moja tu. Vipi kuhusu kesi ya mume wangu, inaendeleaje? Sasa uniulize mimi nani? Polisi? Mgambo? Mwenyekiti? Mimi sijui chochote. Ingekuwa vyema ungeenda kuulizia polisi. Oh, unajifanya hujui eh? Mimi najua wewe unajua kila kitu na nitahakikisha na kuharibia. Kwa sababu utangia ile siku umenitongoza ndio mwanzo wa hivi visa. Subiri nitakuonyesha. Unaongea kiujasiri sana, si ndio? Kwa kujiamini. Sawa. Jaribu tuone. Nione. Kuna wenzako walisema hivyo. Mwisho wa siku walichokipata walikiona. Endelea. Uwanja ni wako. Huyu anajua kila kitu na nitahakikisha anaozea jela. Subiri tuone sasa. Hivi tu unanichukuliaje shoga yangu? Unaona kama mimi fala, unaona kama mimi mjinga. Umenitoa nyumbani, mimi nimeacha kazi zangu, tumekuja hapa unaona tunachokifanya. Hela zenyewe tunachimba hamna. Sasa kuna hela gani hapa? Shoga yangu, usinilaumu. Maana hata mimi mwenyewe sielewi. Nimechanganikiwa kabisa. Kwa sababu yule jamaa nimekuja naye hapa na akanielekeza kuwa hela ziko hapa chini. Tena aliniambia hapa tuchimbe. Ila tulikuwa tumekosa chepe tu. Mimi nikamwambia, usiwe na haraka. Tusichukue sasa hivi. Twende turudi baadaye usiku ndio tuje tuzichukue hizo pesa. Na ndio maana mimi nikamzunguka nikaja kwako wewe tuje kuzichukua hizo hela. Sasa nashangaa hakuna shogangu. Afu unanilaumu mimi. Sasa nikusisitizia hela ziko wapi? Mbona hapa hela hakuna sasa? Na alikusisitizia. Sasa alikusisitizia nini? Maana hela hamna. Basi wewe bwanako tapeli. Wewe. Au kanitega? Nisijiingize kwenye mtego bila kujua. Usikute alikuwa anataka kunipima, anijue nina tamaa au la. Au wewe unaonaje shoga yangu? Niende nikakae naye makini yule jamaa, nimchunguze ili niweze kujua pesa wapi ameziweka. Yule kabisa jamaa ana hela. Yaani kumuonekano ukimwangalia tu yule hela anayo. Mimi sikuongopei kibena. Sawa. Nenda kamchunguze. Ila kwa wakati mwingine ukija kwangu kunipeleka sehemu alipoweka hela, uwe una uhakika hizo hela zipo. Sito kuangalia mara mbili shogangu. Ukiniletea tena upuzi ulioniletea leo, utanichukia. We kibena, usikasirike bwana nini, yule jamaa hela anazo. Kwa hiyo huyu amenitega, anijue nina tamaa au la, au imekaje? Mbona sielewi? Ngoja kwanza niende nyumbani. Umeambiwaje? Mimi nimeenda kwa yule mganga uliponielekeza. Nimefika pale, nimejaribu kumwelekeza matatizo yangu, kwamba nikilala usiku naona kama kuna mtu ananijia, nastuka ama ndoto ya ajabu.
Yule bwana akachukua vitu vyake akaanza kuniangalia angalia pale, kanikagua kagua. Mwisho wa siku akanambia, wewe kinachokusumbua ni deni unaodaiwa. Madeni? Wewe nani anaokudai? Nani anakudai? Mimi nadaiwa mke wangu. Kuna mshikaji wangu kati ananidai. Hela yake sio kubwa sana wala sio ndogo sana, lakini ni deni, ni deni. Na hii sasa ndo akanambia, hii ndo inakupelekea wewe, inafika hatua na ili tukio lilotokea nyumbani kwako unachanganya kwamba huyu jamaa huyu anakuwa kama anakutokea. Ndio maana kuna muda mwingine nastuka nasema bobo, kuna muda mwingine naweza nikajikuta nimeongea tu hivi. Hii yote inaingiliana kutokana na ile deni nadaiwa, linaingia katika ubongo wangu, linanichanganya na tukio la hapa nyumbani. Kwa hiyo hili deni linasababisha mimi nakuwa kama nina msongo fulani wa mawazo hivi. Kwa hiyo ukija kuchanganya na hili tukio la hapa nyumbani, vyote vinakuwa vinanichanganya. Kwa hiyo naambia, ili tatizo utibiwe au anishughulikie, natakiwa nitoe kafara ya mwanamke mjamzito. Ushanielewa? Nitoe kafara ya mwanamke mjamzito, nikamuue polini peke yangu, asiwepo mtu mwingine yeyote. Mbona ni mambo madogo, alafu kafara yake ni kubwa sana. Sasa ndo kashasema mganga, kuna kingine? Mganga ndo kashasema. Nikafikiria nikaona mimi na wewe tukakaa tukajadiliana, tukajaribu kusaidiana, tuone tunafanyaje. Sawa, mimi sina neno. Sawa, tuachane na hayo. Acha mimi nifike hapo maskani nikajaribu kubadilisha mawazo na jamaa. Sawa. Leo unapika nini? Mimi hata bado sijaelewa. Sema ingekuwa vema ungepika maini. Basi sawa, haina shida. Nitaenda sokoni, nitaenda kununua. Usiku ulilala fresh, kesho kamka jina lako redio, picha yako kwenye